Sasa hii ni miongoni mwa movie ambazo niliziangalia zikanishangaza sana. Ngoja nikuonyeshe. Basi picha linaanza, kuna mwamba yuko nyumbani kwake amelala kwenye kochi. Jina lake anaitwa Namdi. Muda sio mrefu, mke wake anashuka kutoka gorofani kwa kunyata sana. Anakuja na pitisha mkono mbele yake ili aone kama amesinzia. Anagundua kweli amesinzia. Alafu ananyata kuelekea jikoni. Huyu bidada anaitwa Nancy. Na huo ulikuwa ni usiku wa manane. Nancy akifika jikoni anaanza kupiga misosi hatari. Yaani ni kama vile usiku alikuwa hajala. Na wala hajali kama ni usiku wa manane. Muda sio mrefu, Namdi akiwa amelala pale anastuka. Anachukua remote anazima TV, alafu anachukua chupa za gambe ambazo alikuwa amekunywa pale. Anazipeleka jikoni ili aende akalale. Alipofika mlango wa jikoni, akasikia jikoni kuna mtu. Akajua huyu lazima atakuwa ni mwizi. Akajipanga vizuri ili akiingia mule ndani ampige huyo mwizi na ile chupa. Cha kushangaza alivyoingia, akamkuta ni mke wake. Yuko bize kwenye masufuria anakula ubwabwa. Akamuuliza, wewe una shida gani? Usiku uko bize kwenye masufuria unakula kama mwizi vile? Nancy akasema amekuja kula kwa sababu ana njaa. Alivyokula hakushiba. Namdi akamwambia kwamba ndio uje ule usiku wa manane kama mchawi vile. Toka hapa uende ukalale. Nancy akatoka mbio akaenda chumbani kulala. Jamaa ni mkali hatari. Siku iliyofuata asubuhi, Namdi akiingia chumbani kwake, akamkuta mke wake bado amelala. Na wakati huo amejifunika duvet, alafu AC inawaka. Akamuuliza, una shida gani wewe? Yaani umejifunika duvet alafu AC inawaka? Chagua kimoja. Kama unasikia baridi, zima AC ndio ujifunike duvet. Na kama unasikia joto, saula kila kitu utembee humu ndani bila nguo. Mwamba kazima AC alafu akaondoka zake. Nancy akabaki na shangaa, kwani huyu mwanaume ana shida gani? Yaani ni mbaili hatari. Basi Nancy akaamua kuamka zake akaenda jikoni kutafuta kitu cha kula. Akachukua bakuli la uji kubwa kama mzazi ametoka kujifungua vile. Akakaa mezani akawa anakunywa. Muda sio mrefu Namdi akaja. Alivyomkuta anakunywa ule uji, vita ikaanza upya. Akamwambia, kwa ninavyoona huu uji mpaka umebadilika rangi, maana yake umeweka maziwa mengi sana. Mbona unapenda kula wewe mwanamke? Nancy alikuwa kimya wala hakujibu chochote. Mwamba akamwambia kwamba wanawake wenzako hawalagi hivyo. Wewe umepitiliza. Aya, tuachane na hayo. Namdi akatoa hela akampa Nancy kwa ajili ya kwenda sokoni. Akamwambia, nimekuandikia vitu vya kwenda kununua na kisipungue hata kimoja. Kikipungua utanijua mimi nani. Nancy ikabidi aulize, vipi? Hela nauli iko wapi? Namdi akamwambia, hela nauli? Kwani huna miguu? Utatembea. Nancy akasema kwamba kwani hela yenyewe nauli shingapi? Si 3,000 tu. Mwamba akasema, kwani 3,000 ndogo? Mwamba kaondoka kaenda zake kazini. Yaani pamoja na kwamba Namdi ni tajiri kichizi, lakini ni bahili aliyepitiliza. Atoi hela yake kizembe. Sasa wakati Nancy anajiandaa kwenda sokoni, akaja rafiki yake mmoja anaitwa Cheta. Huyu ni shoga yake wa muda mrefu, lakini walikuwa wana muda hawajaongea. Cheta akawa analalamika kwamba yani tangu umeolewa hauna muda kabisa na mimi, kwa sababu kama ungekuwa na muda na mimi ungekuwa unajua kwamba nimevalishwa pete ya uchumba na ninakwenda kuolewa. Nancy alifurahi sana kwamba shoga yake imevalishwa pete ya uchumba. Akajitetea kwamba mambo yamekuwa mengi siku hizi. Cheta akasema hakuna shida. Akamwambia kwamba alikuwa amemletea sare kwa ajili ya harusi yake. Gharama ni 35,000. Kwa hiyo akipata atampa. Basi Cheta akaaga akaondoka zake. Jioni Mwamba alivyorudi, Nancy alimkaribisha vizuri sana, yani kama mfalme. Akamwambia, vitu vyote ulivyonituma nimenunua. Sasa hivi nataka nikufanyie massage. Mwamba alishangaa sana. Akaona hapa lazima kuna kitu mwanamke anakitaka. Nancy akaamua kusema ukweli. Akasema, unamkumbuka yule rafiki yangu anaitwa Cheta? Mwamba akasema namkumbuka. Nancy akasema kwamba hivi karibuni atafunga ndoa. Kwa hiyo ameniomba kwamba niwepo kwenye harusi yake na kitambaa cha sare ni 35,000. Namdi akasema kwamba kama unataka kwenda kwenye harusi yake wewe nenda tu, lakini msinihusishe kwenye bajeti zenu. Sina hela ya kuwapa mimi. Kama shida ni sare, mwambie akwambie rangi za harusi. Baada ya hapo nenda kwenye kabati lako, angalia rangi zinazofanana uvae hizo. Mwamba kasimama kaenda zake chumbani. Yaani kwenye masuala ya hela jamaa hataki kusikia kitu. Sasa baada ya hela kushindikana, ilibidi Nancy amuite Cheta amrudishie sare yake. Akamwambia nimekosa hela. Cheta alikasirika sana kwa sababu huyu ni rafiki yake na alitegemea lazima atakuwepo kwenye harusi yake. Akamwambia, yani tangu umeolewa umenitenga. Unachokiangalia ni mwanaume wako tu. Nancy alijaribu kujitetea lakini Cheta hakumuelewa. Cheta akamwambia kwamba kuanzia leo usinijue kama rafiki yako. Akaondoka zake. Baada ya miezi kadhaa, Nancy alijaribu kwenda kumtafuta Cheta amuombe msamaha, lakini Cheta alikataa kumsikiliza. Akamwambia, wewe sio rafiki yangu. Kama ungekuwa rafiki yangu ungekuwepo kunisaidia kwenye harusi yangu. Lakini ulikataa makusudi kabisa. Nancy alijaribu kujitetea kwamba hakuwa na kazi kipindi kile, ndio maana ilishindikana, lakini Cheta hakumuelewa. Akamwacha pale akaondoka zake. Sasa baada ya muda, Nancy alichoka kabisa kukaa kwenye hii ndoa. Leo akaamua kuondoka zake. Akatoka na begi lake. Akamwambia Namdi kwamba amechoka kabisa kuishi naye. Yaani kila siku yeye ni kumtesa tu. Hela anazo lakini kumhudumia wala, anakuwa mbaili hatari. Kwa hiyo ameamua kuondoka zake kaanze maisha yake sehemu nyingine. Kwa jinsi jamaa alivyombabe, akamwambia wala hakuna shida. Kama umeamua kuondoka basi sawa, wewe ondoka.
lakini cha kwanza nilivyokuja kijijini kwenu kuchukua nilitoa mahali nyumbani kwenu. Kwa hiyo nataka mnirudishie mahali yangu. Lakini pia kila nikija kijijini kwenu nilikuwa nampa baba yako hela, nilikuwa nampa mama yako hela, wadogo zako wote nilikuwa nawapa hela. Nataka hela yangu." Nance alikuwa anatoa macho pale, kwani huyu mwanaume ni wa aina gani? Namdi hakuishia hapo. Akamwambia kwamba wakati unakuja hapa, hili wigi haukuja nalo, nilikununulia mimi. Hii pochi pia haukuja nayo, nilikununulia mimi. Vyote vinabaki. Na hili begi pia haukuja nalo, na lenyewe inabidi libaki. Kwenye begi hapo Nance akakataa, akasema hili lazima aondoke nalo. Mwamba akamhurumia, akamwacha aondoke nalo. Kwa hiyo ndoa ikawa imevunjika. Wakati anaondoka, akapishana na rafiki yake Namdi anaingia ndani. Nance alikuwa analalamika sana kwamba nyie watu hamwendi mbinguni kabisa. Kwanza shika na pete yake umrudishie. Lakini kabla hajampa, akaahirisha. Akasema hapana, hii pete naondoka nayo na kwenda kuiuza. Jamaa alivyoingia ndani, akamuuliza Namdi, vipi? Mbona bibi anaondoka? Namdi akasema kwamba ameamua kuondoka, kwa hiyo nimemwacha aende. Sasa huyu rafiki yake Namdi ambaye anaitwa Jay alikuwa amekuja na chakula kwenye kontena. Wakiwa wanapiga story, Namdi akawa anasikia kinanukia vizuri sana. Ikabidi amuulize, umechukua wapi hicho chakula? Jay akamwambia kwamba amekinunua hapo kati tu kwa mama ntilie. Siku iliyofuata Namdi akatoka kaenda kupatafuta. Hii ni sehemu ambao wanakula watu wenye maisha ya kawaida, sio matajiri kama yeye. Lakini Mwamba akaenda wala hakuwa na shida na mtu. Aliyekuwa anahudumia ni dada mmoja anaitwa Yamisi. Akaulizia ule msosi, akaambiwa bei yake ni 2000. Akaulizwa anataka afungiwe au atakula hapa hapa. Jamaa akasema afungiwe kale nyumbani. Wakamwambia ukimfungia basi bei inakuwa 3000. Kusikia bei imeongezeka, akasema basi atakula hapa hapa ili alipe 2000. Akaletewa msosi akaupiga vizuri tu. Kabla hajaondoka, akaja binti mmoja kumuuzia Yamisi mkungu wa ndizi. Akataka kumuuzia kwa 7000, lakini Yamisi akapiga bei mpaka kauziwa kwa 2000. Mwamba alivyoona hivyo akafurahi sana. Akaona huyu ndo mwanamke ambaye wataendana. Maana yake watajua vizuri kubana budget. Basi kesho yake akarudi tena pale kazini kwa Yamisi. Akamwambia leo amekuja anataka pafahamu nyumbani kwake. Kwa hiyo akamsubiri mpaka Yamisi alivyofunga kazi yake. Akambeba kwenye gari lake kari, akampeleka mpaka Yamisi anapoishi. Mwamba alikuwa anaonyesha mapenzi mengi sana kiasi kwamba alivyofika akamfungulia na mlango wa gari. Yamisi akamshukuru sana kwa kumrudisha mpaka nyumbani, lakini Mwamba akasema kwamba namna nzuri ya kumshukuru ni kumpa namba yake ili iwe rahisi kuwasiliana. Kabla Yamisi hajampa namba yake, baba mwenye nyumba ambaye anaishi Yamisi akaja mbio mbio. Huyu jamaa muite Mr. Brutus. Akaja amekula msuli alafu na mswaki wa miti mdomoni. Akauliza nini kinaendelea hapa? Mmeanza kuleta ufuska nyumbani kwangu? Yamisi akamwambia baba mwenye nyumba, haya hayakuhusu. Wewe fanya maisha yako. Mr. Brutus akasema kwamba kila kinachoendelea hapa kinanihusu kwa sababu hapa ni kwangu. Yamisi akamwambia Namdi kwamba aondoke tu kabla mambo hayajawa mengi. Jamaa ikabidi aondoke zake. Kumbe baba mwenye nyumba anampenda Yamisi na Yamisi yeye hampendi. Yamisi akaondoka zake akamwacha baba mwenye nyumba anaongea peke yake pale. Baada ya siku 2, Namdi akaenda ile sehemu ambapo Yamisi anauzia chakula kumtafuta. Lakini alipofika hakumkuta, akamkuta rafiki yake Yamisi ambaye anaitwa Rovet. Akaulizia anamtafuta Yamisi. Rovet akamwambia kwamba wewe lazima utakuwa ni Namdi. Yamisi amekuwa na kuongelea sana hivi karibuni, lakini leo hayupo. Ameenda mjini kutafuta kazi kwa sababu alisoma, lakini mpaka leo alikuwa hajapata kazi. Sasa kwa sababu Namdi alikuwa hana namba yake, akamwomba Rovet ampigie simu ili aongee naye kwenye simu yake. Rovet akampigia simu. Namdi akamuuliza vipi, nimesikia umeenda kutafuta kazi. Yamisi akasema kwamba imebidi akatafute kazi kwa sababu kazi ya kuuza chakula haiwezi kuendeleza maisha yake. Namdi akasema kwamba wala usiwe na shida, hauna haja kutafuta kazi. Wewe njoo mimi nikuoe, utafanya kazi kwenye kampuni yangu au nitakufungulia mgahawa mkubwa zaidi. Kusikia hivyo maneno yakaanza kumuingia Yamisi. Akasema sawa, hakuna shida. Sasa Namdi na Rovet wanaishi chumba kimoja. Leo Rovet akirudi nyumbani anakutana na baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba akamwomba Rovet amsaidie kumshawishi Yamisi ili aone kama anaweza kumkubali. Yamisi akasema sawa, nitajaribu. Lakini alivyokuja kumwambia Yamisi, Yamisi akagoma kabisa. Akasema hataki kumsikia kabisa huyu jamaa. Baada ya siku chache, Yamisi alipakia nguo zake kwenye fuko lake kwa ajili ya kuhama kwenda kuishi nyumbani kwa Namdi. Cha kushangaza ni kwamba leo badala ya jamaa kuja na gari yake kali ile, akaja na kitululu kimechoka balaa. Yamisi ikabidi aulize, vipi, kwani gari yako iko wapi? Mwamba akasema kwamba ile gari inakula mafuta hatari, siwezi kuichukua kuja huku Uswahilini. Ile gari naiendea sehemu za maana tu, kwa hiyo leo tutapanda hii. Yamisi akawa mpole. Basi wakajipakia wakaenda mpaka nyumbani kwa Namdi. Walivyofika, Yamisi alitoa macho balaa. Alikuwa hajawahi kuishi kwenye nyumba kali namna hii. Namdi akamwambia kwamba kuanzia sasa wewe utakuwa mama mjengo na wewe ndo mke wangu. Haikupita muda mrefu, Namdi akamuoa moja kwa moja. Basi maisha ya ndoa yakaanza. Leo asubuhi Yamisi alikuwa yuko sebuleni anakunywa chai. Muda sio mrefu Namdi akaja. Akashangaa kukuta Yamisi amejiwekea slice 7 za mkate na anataka kula. Mwamba alishangaa sana. Akamwambia unajua bei ya mkate wewe?
Mwamba akazipunguza zikabaki 2 tu. Akamwambia hizi ndio utakazokula wewe. Uchumi umeharibika sana siku hizi. Hatuwezi kutumia vitu ovyo ovyo. Yamisi alikuwa mpole, hakuna la kusema. Sasa mchana, wakati ambapo Namdi akiwa kazini, Lovett alikuja kumtembelea rafiki yake Yamisi nyumbani kwa Namdi. Na kwa sababu walikuwa wajaonana kwa muda kidogo, walikaa kupiga umbea huku wakinywa wine. Stories zilikuwa nyingi sana, kiasi kwamba muda ulikwenda bila wao kujua. Namdi akatoka kazini akawakuta pale wanakunywa wine. Mwamba aliwaka hatari. Akawauliza, mnakunywa hii mnajua bei yake? Lovett alivyoona mambo yamekuwa ya moto, ikabidi aondoke zake. Yamisi akabaki na pambana na ule moto peke yake. Namdi akasema kwamba hataki kukuta mtu anakunywa wine yake hata siku moja. Hiyo ni kwa ajili yake na wageni wake peke yake. Jamaa akachukua chupa yake iliyokuwa imebaki kwenye glasi, akairudisha kwenye chupa, akaondoka nayo. Leo Yamisi alikuwa yuko jikoni anapika. Namdi akaja kumwangalia, akamwambia nyanya 2 ni nyingi sana. Hapa inabidi utumie nyanya 1. Nyanya imepanda bei, inauzwa 200 hiyo. Lakini leo Yamisi wala hakusema chochote. Akamwangalia jicho moja kali sana, huku mkononi ameshika kisu. Jamaa akaona sipoondoka hapa litamkuta jambo. Ikabidi aondoke kimya kimya. Baada ya kukaa pamoja kwa miezi kadhaa, leo Yamisi aligundua kwamba yeye ni mjamzito. Mawazo yalikuwa mengi sana kichwani kwa sababu anajua mwanaume aliye naye ni mbahili sana. Akawa anawaza kama kweli huyu mwanaume atamhudumia ama atamtelekeza. Namdi alivyotoka kazini, Yamisi alitaka kumwambia, lakini leo Mwamba alirudi na furaha kichizi. Akasema leo wala hataki stori nyingi, anataka waende chumbani wakafanya yale wanandoa wanayofanyaga. Kusikia hivyo, Yamisi naye wala hakuchelewa. Haraka akatoka kuelekea chumbani, Mwamba naye akamfuata. Kwa hiyo hakupata muda wa kumwambia kwamba yeye ni mjamzito. Kesho yake asubuhi, wakati Namdi anajiandaa kwenda kazini, akawa anatafuta funguo zake za gari. Yamisi akamwambia, fungua hiyo drawer hapo utaziona. Lakini cha kushangaza, alivyofungua, badala ya kuona funguo, akaona kipimo cha ujauzito. Na alivyokiangalia, kipimo kilikuwa kinaonyesha kwamba ni mjamzito. Akamuuliza Yamisi, vipi? Mbona umenificha kwamba wewe ni mjamzito? Yamisi alikuwa na wasiwasi sana kwamba huyu mwanaume atakasirika, lakini badala yake Namdi alikuwa amefurahi sana. Akasema huyo mtoto ni uwekezaji. Nikizeeka mimi, huyo mtoto ndo atakuwa ananiletea hela. Basi kuanzia hapo, kitu pekee alichokuwa anakifanya Yamisi ni kula. Yaani muda wote yeye alikuwa anataka chakula tu. Akiulizwa anasema kwamba mtoto anataka kula. Leo usiku walikuwa wako kitandani wamelala. Ni usiku wa manane. Yamisi akamwamsha Mwamba akamwambia kwamba ana njaa sana na anataka chakula. Mwamba akasema kwamba wewe umekula muda sio mrefu, lakini Yamisi akasema kwamba zamu hii sio yeye anayetaka chakula, mtoto ndio ana njaa. Jamaa hakuwa na namna, ikabidi aamke aende akampikia chakula akamletea. Baada ya kukileta, Yamisi akakataa, akasema kwamba jamaa amechukua muda mrefu sana kukiandaa, kwa hiyo hataki tena kula chakula, anataka matunda. Namdi akasema kwamba matunda anayapata wapi usiku huo? Yamisi hakutaka kuelewa, akasema anachotaka yeye ni matunda. Namdi ilibidi atoke aende mpaka mtaani kuyatafuta hayo matunda. Alizunguka mji mzima anayatafuta mpaka kayapata, akamletea nyumbani mke wake. Alivyotaka kuingia ndani, Yamisi akakataa, akasema hawezi kuingia ndani, na hiyo ni kwa sababu amechelewa kuleta hayo matunda. Kwa hiyo hajisikii kulala nyumba moja na yeye, labda kama anataka mlaze mwanamke mjamzito nje ang'atwe na mbu, la sivyo Yamisi anakwenda kulala ndani, alafu Namdi inabidi alale nje. Mwanamke kaingia ndani na akafunga mlango. Namdi alikuwa na hasira sana, lakini hakuwa na cha kufanya. Ikabidi aingie kwenye gari alale mpaka asubuhi. Asubuhi na mapema, Yamisi akaja kumwamsha aende ndani akampikie. Yaani ilikuwa ni full taflani. Leo jamaa alikuwa yuko busy anafanya mambo yake kwenye simu, na yalikuwa ni mambo ya muhimu sana, kwa hiyo hakutaka mtu yeyote amchanganye. Muda sio mrefu, Yamisi akaja na makaratasi. Akasema haya makaratasi amesaidiwa kuandaliwa na rafiki yake ambaye ni mwanasheria. Haya makaratasi yatawasaidia kufungua trust fund kwa ajili ya mtoto wao. Kwa ambao tufahamu, trust fund ni mfuko ambao watakuwa wanaweka hela zitakazomsaidia mtoto wao baadaye. Yamisi akasema kwamba huu ni wa muhimu sana ili mtoto wao asitikapata tabu baadaye. Namdi akaona huyu mwanamke anamsumbua, anampigia kelele. Akamwambia nipe hiyo karatasi haraka ni sign. Akachukua karatasi, akasign wala hakusoma sana. Alafu akaendelea na mambo yake. Siku iliyofuata, Namdi alipata taarifa za kushtua sana akiwa kazini kwake. Kwa hiyo kabidi atoke haraka kurudi nyumbani. Alivyoingia ndani, akamkuta Yamisi na kijana mwingine ambaye alikuwa anapiga picha mule ndani. Akamwambia wewe mwanamke umenidanganya sana. Kumbe yale makaratasi yalikuwa sio kufungua trust fund. Yalikuwa ni ya kuhamisha nyumba yangu na mali zangu zote yawe kwenye jina lako. Mwamba alikuwa amepigwa bila kujua. Kwa hiyo sasa hivi mali zake zote zimeandikishwa kwa jina la mke wake. Maana yake akitaka kumfukuza na mfukuza vizuri tu. Yamisi akamwambia wewe ni baili sana. Yaani kazi yako ni kunitesa tu. Sasa mali zako zote ziko chini yangu. Muda sio mrefu, jamaa anaonekana amelala na anastuka ghafla. Kumbe wakati wote huo, hiyo ilikuwa ni ndoto. Na mwanamke aliyekuwa amelala pembeni yake sio Yamisi, ni yule mwanamke wake wa kwanza ambaye ni Nancy. Jamaa akamwangalia vizuri pale kuhakikisha kwamba ni mwenyewe. Baada ya hapo akakaa akatulia.
swala la kuandikisha mali zake kwa mtu mwingine lilikuwa limemstua hatari. Siku hiyo aliamka asubuhi na mapema na kwenda kuanza kufanya usafi kila sehemu ya nyumba yake. Nancy alivyoamka alikuta kazi zote zimeshafanywa. Mwamba akamwambia mke wake kwamba tayari ameshapika, kwa hiyo akae asubiri kula. Lakini pia kuna duka ameliona Instagram lina nguo nzuri sana, kwa hiyo atampa ATM kadi yake aende kule anunue nguo zozote anazozitaka yeye. Nancy alikuwa anashangaa sana kwa sababu anajua mume wake ni bahili hatari, lakini leo anampa ATM kadi yake akaitumie kwa jinsi anavyotaka yeye. Namdi akamwambia pia kwamba leo yeye hatoki kwenda kokote, kwa hiyo anaweza kutumia gari yake. Nancy alikuwa anashangaa sana, kwani huyu mtu leo ameokoka? Lakini kwa kifupi, ile ndoto ilikuwa imembadilisha balaa Namdi. Sasa hapa ndo movie inaishia. Movie ni kali sana. Sasa wewe mwenyewe kwenye comments niambie unaipa asilimia ngapi, au kama ukiwa na mtu bahili namna hii wewe ungefanya nini? Kama bado hujasubscribe, gusa subscribe button na uendelee kutufuatilia, kwa sababu hapa ndo movie kali zinapopatikana. Kila siku utaendelea kupata movie kali zaidi kutoka kwetu. Kwa hiyo kaa na sisi.